Hali ya wasiwasi ilitanda katika kijiji cha Tebeswet, wadi ya Mauche huko Njoro baada ya mapigano ya kikabila kuzuka upya katika eneo lililo karibu na msitu wa Mau. Taarifa zinasema kuwa mwanamme mmoja mwenye umri wa miaka 22 aliuawa kwa kukata kichwa aliposhambuliwa akiendelea na shughuli zake za shambani akiwa na wenzake 4. Alimanzu na taarifa zaidi. Wasiwasi umewatanda wenyeji wa vijiji vya Tebeswet, wadi ya Njoro, kaunti ya Nakuru, baada ya mmoja wao, kijana wa miaka 22, kuuawa na wavamizi jamii kinzani wakati walipokuwa shambani mwao wakivuna viazi. Nilikuwa naenda kutoa viazi penye nilichimba juzi, ikawacha huko. Alafu chana akaenda na kunia kuleta hiyo viazi. Kumbe kulikuwa mateko huko pande ile. Akaua hiyo kijana. Hii jamii imekuwa na mazoeo. Juzi Bosmoru wamechukua kichwa wa mtu tena. Mpaka wa leo nasikia jana kichwa ilipatikana. Na tunashindwa hii maneno wanaenda kufanyia nayo vichwa ya watu. Wanaenda kufanyia nini? Mwathiriwa Jeremiah Kipngeno alifumwa mshale mguuni na kushindwa kukimbia kabla ya kukamatwa na kuchinjwa na wavamizi hao walioondoka na kichwa chake na kuacha mwili. Enyewe tunakuanga na msoso ya ng'ombe, hatukuipa ng'ombe zao, hatukufanya nini, lakini enyewe ilikuwa meanza tena wakati ule walikuwa wamekuja na tulikuwa tumerejesha nini, amani. Sasa hiyo kichwa wamechukua. Nafikiria nikiwa mzee sijawahi kuona kitendo kama hii. Maafisa wa polisi wameuchukua mwili wa barobaro huyo, ingawa wazee wa jamii ya vijiji hivyo wameapa kutouzika hadi kichwa chake kipatikane. Sasa vile wanajulikana, waende na watulete, kwa sababu hiyo sasa hakuna amani kama mtu hajakubali ya kwamba kuna amani. Lakini kama naye tunaomba serikali, kama hii msituni imekuwa chanzo ya vita, afadhali ifungwe. Na hii maneno tunataka kuambia Tobiko. Hii chanzo yote wakati yeye alianza kutamuka maneno ya Mau ndio imeleta hii maneno yote. Kwani hana njia lingine la kutafuta suluhu kuliko kusimama pale Narok, watu wewe unatoka Narok, watu wakamatwi. Nakuru County ndio tumekuwa nini? Kwa hivyo sisi kama serikali ya Nakuru tunasema kama MCA wa Mauche, mimi nasimama na watu yangu, tunataka hiyo kichwa ipatikane ili tuweze kuendelea na maneno mengine. Hiki ni kisa cha pili cha kuchinjwa baada ya kile cha kwanza sehemu ya Olposimoru, ambapo kichwa hicho kilipatikana na tayari maandalizi ya mazishi ya mwenda zake yanaendelea. Alimanzu, KTN News, Nairobi. Tukisonga mbele ni kuwa matayarisho usambazaji wa vifaa vya kupiga kura yamekamilika katika